I've met Osama. I met Gaddafi. I met the king of Libya. I sat down with them. We planned with them. Jonathan Goodluck, Kikwete, Mandela, all these were my friends. But when God came to my life, He delinked me from any one of them. It started now, ikakuwa kanisani, nimeanza kutengwa. Nimeanza kushughulikiwa kinamna. Nilikuwa nakaa kiti ya mbele, na next time nikajikuta nimepangwa kiti ya pili. Nikakaa kidogo nikasikia nimepangwa kiti ya huko katikati, kwa sababu kulikuwa na maagizo afichwe huko katikati. In case wakikuja hawatamuona mahali yamefichwa. Nikaenda hivyo nikifurudishwa nyuma, mpaka nikajikuta kiti ya nyuma. Baadaye nilikuta Asha siku moja kaniambia, kumesemekana usirudi kukuja hapa. Ilikuwa live kila mahali. People were all live watching. And the BBC iliandika, the most dangerous man on earth sees the light at the end of the day. Hiyo ilikuwa headline ya BBC. CNN ilisema, the grandson of Mau Mau drops the gun. Naamini huyu jamaa hajaokoka. Na pia Asha alikuwa anaitwa Matilda. Matilda come. Who sat on my seat? Nani na kaka. Sasa sitaki kuangalia, naangalia huko na kichukua simu hivi. Na ni ndani ya kanisa nachukua kasimu. Because nobody can touch me. Nobody can talk anything against me. Adaenda na bia musegete nikia munene. Please. Tutikwenda bara huko. Please okereria tu. Sasa kuna jamaa mmoja naye akauliza, kwani yeye ni nani? Na nikasikia, nikageuka tu hivi. Tukakutana na yeye macho kwa macho. Nikamwangalia na jicho ingine. Akaamuka peke yake bila kuambiwa. Hakutoka kwa kiti aende katigine, alitoka nje na kaenda kabisa. Na hakurudi hiyo kanisa tena. Maana ile jicho nilimwachilia ni jicho ya kumwambia, do you know, ninaweza kugeuka tu one is a flip. Nigeuke tu hivi. Nigeuke tu kidogo nikufundisha mimi ni nani. Intelligence people wakakuja wakamuuliza, but be careful about this man. Mapolisi ambao walikuwa maasha kwa hiyo kanisa na wengine wakamwambia huyu mtu be careful. Hatu haya matigarukaga. Hatu haya no aliamwe. Sasa nganga, he was thrown in between the two rocks. He doesn't know, because if he makes a mistake to annoy me, the head will go. And also he is fearing. He is looking at the ministry. Yes, the ministry has gone through this man. Imeinuka sana. But again, I have to maintain these people, because I have to change this man to become that better man. So it was an argument around. An argument that came around. An argument that was in him. An argument that was in the public. An argument that was with everybody in the nation. Kule nje serikali nayo inaniangalia na macho ingine, because they thought it is a new move nataka kufanya. Au kwa kwingine kwa Waislamu, nilikuwa Muislamu, wakanitangazia fatwa. Fatwa ni kusema upigwe vita vya kiroho. Sasa wakati TV ilitangaza shoot Waroige on site, nikaona wote badala ya kuangalia TV wakasikia 40 million ya kichwa ya Waroige. Sasa nikaona kitu ya kwanza niliangalia venye mke wangu aliniangalia from toe kupada hivi. Huyu mwingine bodyguard akaniangalia from toe kupada. Wakaniangalia. Sasa nilikuta macho yao yote imeniangalia hivi. Shetani akaniambia, niwe malaika valio. Ategithe modo yo no milioni 40. Hallelujah. Sasa mimi nilipoangalia hivi nikaona venye ameniangalia. Now these were the people I trusted. Bishop Harrison Nganga came to my house to rescue me. He came driving with bodyguards. He came and rescued me when I was about to die. I was contemplating. I had tried every means to die. Somebody told him, Warigenia Aqua. He came and rescued me. That is why I love this man. He came, rescued me. He washed me. He bought me new clothes. He housed me. He paid for my rent. For 1 good year, he paid the rent for me. He took me to class for the Bible study. He later bought me sound system to preach. He has been following me wherever I go. He was in this pulpit to see indeed my son is growing. Unaondoka wale matajiri wenye wanatembeaga wakiangalia nyumba zao, wakitembea tu mkono moja imeekelewa hapa na mdomo imeinama hivi kwa sababu ya kuhesabu zile hasara ameenda. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unajuaga watu wengi maradi road wengi wanakuwa na katumbo kanakuwa kamechomokea hapa, kamekaa hivi. Sio ni kwa nini maradi road kukula nyama sana, kwa sababu maradi road wanapenda kukula nyama. Wanakuwa katumbo na kuuliza kijana, ukikosa kumulipa na uliza kijana, inyo batolijega na wewe. So let us look at the book of Philippians chapter number 3 from verse number 8. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having righteousness of my own that comes from the law, but which comes through the faith of Christ, the righteous from God that depended on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his suffering, because like him in his death, that by any means possible I may attain resurrection from the dead. It is talking about you having lost every glory that you have. You having lost everything because of the sake of Christ. Remember when I got saved, wakati ule niliokoka, I got saved and everybody was like, no. Until today, there are people who doesn't believe I got saved. Until today, there are people who think that I'm still hiding in Christianity. Until today, there are people who doesn't believe that Waruinge can change. But my greatest question I was praying yesterday and I was asking God, what will happen for these people to believe that I got saved? And God told me this: they will never believe you because they are not resurrected. Until such a time they are resurrected. Until such a time they have been given a new birth, a new life, a new dimension. That is the time they will come believe you. And he told me they have not even believed in my son, leave alone you. They are only doing gimmicks. They are only up and down, doing all their things. They don't worship me. They worship idols in the name of Jesus Christ. And that is when I came to believe that when you are sent with a purpose, when you are sent with a reason, you have to die so that you can be resurrected. When I was there in Mungiki, I was a giant. I was somebody so powerful. I was somebody who did things, and the whole world will be shaken. But when Jesus came, he killed that giant so that a new person can be born in me, so that this person that is born in me can become a solution. Bwana Yesu asifiwe sana. So my point here, nataka tuelewe ni nini? Kwamba I am the resurrection. That is what Jesus said. And the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. He who believes in Jesus, though he shall die, hata kama atakufa, lakini atafufuka katika jina la Yesu Kristo. That how do you die? That is what I want us to discuss. How do you die so that you can live? How do you first remove the clothes that you are wearing so that you can live again? Because believing in Jesus is forfeiting the kind of life you are living. Lazima uachane na maisha ambayo umekuwa ukiyaishi, ndio Mungu akupatie maisha mapya. So the God can bring a new person in you. When I got saved, wakati mrefu sana, I remember tukiwa kwa James Maina Nganga. I normally tell you this story. When tukiwa huko, walika, the first day there was a huge celebration. Kila mtu alifurahi. Kila mtu alipiga makofi, wakasema, oh, Nganga amefanya kazi mzuri sana. Ametumalizia nyang'au. Imeingia ndani ya kanisa, imeokoka. So wakasema, lakini ukiona kama genuinely huyu jamaa ameokoka, lazima akufe. Kwa mugike gotiumago. Bwana Yesu asifiwe sana. Ateke kwa mugike. So what were they expecting? Todo kwa mugike gotiumago, kwa mugike hakutokagwi. Ukitoka tu lazima wakuue. So the next thing they were waiting for me. Were waiting for me to die. Were waiting that I'll be killed by the Mungiki members. They were waiting that I'll be destroyed completely. And they waited one day. They waited. Wakagoja siku ya pili, siku kufa. Siku ya tatu, siku kufa. Siku ya nne, siku kufa. Paka
Mpaka yule ng'ang'a ambaye aliniombea nikaokoka, bado na yeye akaanza kunitega, maana hakuwa nataka tutembee na yeye sana ama tukue karibu na yeye sana. Maana nilikuwa namkaribia, alafu unaona jamaa amejifanya kasimu kamekuja, anatoka anaenda. Kumbe nilikuja kujua, alikuwa anajua anytime kuna risasi italia na mtu atakufa. It started now, ikakuwa kanisani nimeanza kutengwa. Nimeanza kushughulikiwa kinamna. Nilikuwa nakaa kiti ya mbele, na next time nikajikuta nimepangwa kiti ya pili. Nikakaa kidogo nikasikia nimepangwa kiti ya huko katikati, kwa sababu kulikuwa na maagizo afichwe huko katikati, in case wakikuja hawatamuona mahali amefichwa. Nikaenda hivyo nikifurudishwa nyuma, mpaka nikajikuta kiti ya nyuma. Baadaye nilikuta Asha siku moja kaniambia, kumesemekana usirudi kukuja hapa. Na nikatoka na hasira mingi, maana ile kazi nilikuwa nimefanya hapo ilikuwa kazi kubwa kuweka hiyo kanisa hapo, na pesa yako isimame mpaka kila kitu ikue huko, because siku hiyo nilikuwa na chums. Bwana Yesu asifiwe sana. But nilipotoka hapo, nilitoka na hasira, sema hasira mbaya, na nikasikia vibaya. Nilikuwa nishatumia kila kitu ambacho nilikuwa nimebakisha nikitoka kwa Mungiki. Kukuja sasa, wakati nimekuja hivi, nikakuta nimeambiwa sasa hapa hauhitajiki tena. Unajua kuna environment utaona maneno venye inaenda hivi, hauhitajiki tena. And that is the time that God came for me. Wacha nikwambie, kuna vitu ambavyo vinafanyika katika maisha yako, and you will think it is pain. You will think it is suffering. You will think that the world has come to an end. Pray to God that He brings that while you are living, because when it is so painful to you, when the suffering is too much on you, when the challenges are too much on you, that is when God is working on you. When I got saved, I never understood the meaning of salvation. Maana wakati niliokoka ya kwanza wiki za kwanza, mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu, tulizunguka na ng'ang'a, tukatengeneza crusade, tunonoka, watu wa kiwanja ikajaa. Tukaenda Kakamega, kiwanja ikajaa. Tukaenda Moi Stadium Kisumu, kiwanja ikajaa. Tukaenda Uhuru Park, kiwanja ikajaa. Mpaka mimi nikaanza kufeel ni mimi nafanya watu wakuje. So ng'ang'a is a nobody. Mpaka nikaanza kuangalia ng'ang'a, sasa nikajua ng'ang'a nikikuja, wewe haukuwa na watu, mimi ndio nimekotoa pale Bavesh building pale Gara, nimekulete hapa. So I started feeling that great man of Mungiki. I started having that sense of belonging, that I'm still powerful, I am still strong, that this man has got nothing to tell me. Ati huyo moto bado, kama si mimi hii kanisa haingekuwa. Baka nilikuwa natembea kama niko na stroke ingine, lakini kamwenedo kama ligo katajiri. Unaonaga wale matajiri venye wanatembeaga wakiangalia nyumba zao, wakitembea tu mkono moja imeekelewa hapa na mdomo imeinama hivi, kwa sababu ya kuhesabu zile hasara ameenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajuaga watu wengi Maradi Road wengi wanakuwa na katumbo kanakuwa kamechomokea hapa, kamekaa hivi. Sio ni kwa nini Maradi Road kukula nyama sana, kwa sababu Maradi Road wanapenda kukula nyama. Wanakuwa katumbo na kuuliza kijana, ukikosa kumulipa na ulizaga kijana, hii nyumba tulijenga na wewe. Kuna kamaliko kana kujaga, kwa sababu unaanza kuona kama si mimi hii kitu haiwezi. Na nikakuwa na hiyo kamaliko kanisani. Nikitembea ninatembea ni kama ninatembea niko na miba kwa miguu, because I was strong. Nikauliza John, tiganeni muru wa nyokwa Agiriha. Tiganeni ele muru wa nyokwa Agiriha. Agire na ke. Hallelujah. Bwana akakuja akanishika. Wakati nilikuwa hapo nikajihisi ni kama ni mimi nimefanya haya maneno. Ni kumaanisha ya kwamba hapo mbeleni wakati niliokoka si kukufa jinsi nilihitajika kufa. Maana still the Mungiki was in me. See, that power of Mungiki was in me. See, that power and the authority na kujihisi ni kama mimi ni mtu wa maana bado was in me. Until when now the real God, when God started peeling me,
wakati alianza kunitoa gosi. Wakati wa kutolewa gosi unakujaga, na wakati wa kutolewa gosi ikikuja, it is not easy my dear friends, it is not easy my brother, it is not easy my sister, it is painful, more especially wewe umeokoka na umekuja na umepatiwa platform pale mbele, umeokoka na umetambulikana, umeokoka na umeonekana ni wewe, na watu wote wamesema ukiona ni huyu ameokoka, dunia yote imeokoka. Kila mtu akanisifu. BBC ilikuwa live, KTN ilikuwa live, Nation ilikuwa live, KBC ilikuwa live, kila mahali people were all live watching. And the BBC iliandika, the most dangerous man on earth sees the light at the end of the day. Hiyo ilikuwa headline ya BBC. CNN ilisema, the grandson of Mau Mau drops the gun. Sasa najiangalia hivi naona ni BBC. Hapa nimeandikwa na BBC, nimeandikwa na CNN, nimeandikwa na KTN, nimeandikwa na hata huyu mhubiri hajawahi andikwa mahali. Ataniambia nini? I want to tell you, nikafanya jambo ambalo lilikuwa ni maringo zaidi. Badala ya kuokoka nikazama kwenye dhambi zaidi. Badala ya kuokoka nikazama kwenye kiburi. Badala ya kuokoka nikazama kwenye mambo ambayo yalinipelekea kuondokea Jesus. Because I never encountered the love of Jesus. I never encountered the humility. I never encountered the road towards where Jesus is. Getting saved today does not qualify you that you've already entered the kingdom. Just saying, Jesus, I come to you, does not qualify you. Haifanyi wewe kuwa umeokoka, sasa umeenda mbinguni. Wokovu is a journey. A journey that you have to change every single day. A journey that you have to walk every single day. The journey that you have to do every single day by your own body, your mind, and your everything around you. That is one thing I didn't know. That is one thing I didn't understand. I just walked, and I walked in. I became another Mungiki in the name of Jesus Christ. I started bragging in the name of Jesus. I was proud in the name of Jesus. I was a bully in the name of Jesus. Because I bullied all the ushers in the church. They had to reserve a seat for me. Nikute hiyo kiti imekaliwa. Na kuuliza, msichana, nani amekalia kiti yangu? Hebu kwenda angalia. Na sasa hiyo ninaenda kwingine hivi. Niangalia huko. Ndio nikigeuka hivi, nikute hakuna mtu kwa kiti yangu. Na sasa unasikia ni Asha mmoja alikuwa anakuogopa. Hata hawezi kukukaribia. Bado ile anakuona anasikia goosebumps zinatembea. Maana anajua huyu jamaa ni yule wa Mungiki. Naamini huyu jamaa hajaokoka. Na pia Asha alikuwa anaitwa Matilda. Matilda, come. Who sat on my seat? Nani naenda hivi? Nani nakaka? Sasa sitaki kuangalia, naangalia huko na kichukua simu hivi. Na ni ndani ya kanisa nachukua kasimu. Because nobody can touch me. Nobody can talk anything against me. Adaenda naambia mzee getegeke nikia munene. Please. Tutikwenda bara huko. Please okereria tu. Sasa kuna jamaa mmoja naye akauliza, kwani yeye ni nani? Na nikasikia nikageuka tu hivi. Tukakutana na yeye macho kwa macho. Nikamwangalia na jicho ingine. Akaamuka peke yake bila kuambiwa. Hakutoka kwa kiti aende katigine, alitoka nje na kaenda kabisa. Na hakurudi hiyo kanisa tena. Maana ile jicho nilimwachilia ni jicho ya kumwambia, do you know, ninaweza kugeuka tu one is a flip. Nigeuke tu hivi. Nigeuke tu kidogo nikufundisha mimi ni nani. Musi alienda kiedaga. Na alikuwa na bibi, akaacha bibi, alipigiaga bibi simu, akamwambia nie ndona ndikuhota gukua. Nina maisha makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akalipoondoka kaenda. Sasa ikakuwa hatari imeingia. Nao hata bishop mwenyewe ananiangalia hivi, anaona huyu ni yule tu. Amepigiwa simu na watu wengi, wakamwona ni ukuhotana na mundu ucio. Hallelujah. Mpaka government Kalonzo mwenyewe alikuwa rafiki yake, akamuuliza utawezana na huyo mtu? Well, intelligence people wakakuja wakamuuliza, but be careful about this man. Mapolisi ambao walikuwa maasha kwa hiyo kanisa na wengine wakamwambia huyu mtu be careful. Hatu haya matigarukaga, hatu haya no ale amwe. Sasa nganga, he was thrown in between the two rocks. He doesn't know, because if he makes a mistake to annoy me, the head will go.
And also he is fearing. He is looking at the ministry. Yes, the ministry has gone through this man. Imeinuka sana. But again, I have to maintain these people because I have to change this man to become that better man. So it was an argument around. An argument that came around. An argument that was in him. An argument that was in the public. An argument that was with everybody in the nation. Everybody was looking and waiting for that precious moment. Kutaka kujua. Eno ne nyoka yeye unurakana niki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikangangana tu nikakaa hapo. Nganga anasumbuka, watu wanasumbuka, na sasa mimi niko hapo kanisani. But again people were like, this is a miracle. You see now the Christian, this is a miracle that God has done wonders. Na wakaimba ile wimbo, you have done me well. That at last now, yule mjamaa alikuwa nasaka msaizi wanawake amewacha. Yule mjamaa alikuwa nakata watu vichwa amewacha. Yule jamaa wa tubako amewacha. Yule jamaa wa mungeki wa matatu amewacha. At least they were saved on one side, but they didn't know what will happen. It is something you are carrying that you don't know how to handle it. Umebeba mzigo lakini haujui hii mzigo itakuja kulipukia wapi. Maana kwa wengi hii ilikuwa a timed bomb, inaweza kulipuka anytime. So wale kuna watu mpaka Nation newspaper kukaanza department ya editorial wakaambiwa sasa andika rogano wa former the late Waruige. It was written. Even ukienda kwa docket yao Nation Media kwa gazeti, it is still there waiting for that moment. When they know we are a popular person and they know you are about to die, they start writing the late Dora. Ndio unaonaga mtu amekufa leo na story yake yote kesho inawekwa kwa gazeti. Kwa sababu wamekuwa wameandika. Sasa walianza kuandika the late Dora Waruige ni a son of this, a son of this. Alifanya hii. He is a man known for doing this. He is a man known for that. He is a man. Ilikuwa imeandikwa. Nilitolewa na jamaa mwingine akaniambia, "Wewe ndio rugano rwa kurwa mutiga ile Dora." Nikaangalia nikashindwa. Kumbe watu walikuwa wamepanga kwa serikali, polisi walikuwa naongojea tu kuja kufanya postmortem ni nini ilimuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa magazeti walikuwa nasema sasa they were waiting for that moment to sell, kuuza magazeti. Kwa sababu hakuna mtu hangetaka kujua huyu mtu alikuwa ametoka wapi. Kule kwa Mogeke na wao ndio hawa wanasema nimewasaliti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisani ndio hiyo wananipigia makofi lakini si makofi. Ni ile watu wanapiga makofi wakirudi nyuma. Ukifikiria wanarudi nyuma kutafuta space, lakini ni kukaa in case of anything wanaweza kuchomoka. That is the time you are left alone. That is the time now God is dealing with you. Because everybody was loving but hating. Loving but scared of you. They don't understand. They don't know what is going to happen to you next minute. Even the bishop, the pastor who should have given me the love, he was unable to give me the love. The people in the church who were supposed to give me the love, they were not there to give me the love. The people I left in Mongeke were waiting a moment kunipata waninyonge, maana mimi niliwasaliti. Kule nje serikali nayo inaniangalia na macho ingine because they thought it is a new move nataka kufanya. Au kwa kwingine kwa Waislamu nilikuwa Muislamu wakanitagasia fatwa. Fatwa ni kusema upigwe vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naitwa Ibrahim Dora Waruige. For you if you don't know. Niliokokea msikiti wa Sakina kule Mombasa. So wow, hapo ndio nilikutananga na Osama bin Laden. Sasa hapo ndio wale wakafikiria, unajua sasa nilikuwa nimeanza kuikizwa kwa hiyo cult hiyo ya Al-Shabaab na vitu vingine, kufa kwa sababu ya Mungu, kufukwa bomu kwa sababu ya Mungu. Na nilikuwa nimeshachukua tu siri kadhaa. Kwa Mogeke niko na siri, kanisani niko na siri. Hasa hapa kila mahali, wherever I was walking like a dead person. Anytime I was waiting to die. Anytime I knew anything would happen to me. Because I didn't have a friend. Wacha sasa wakati mwingine itagaswe. Wakati huo nimeokoka. Bado kukafanyika crime kule Kariobangi. Kukasemekana ni Mogeke. Na Mogeke kasemekana ni Mogeke ya... Sasa Mogeke imepasuka. Kuna Mogeke ya Maina na kuna Mogeke ya Waruige. Na kukasemekana ni Mogeke ya nani? Ya Waruige. Because walikuwa tu hakika. Wanatafuta kuhakikisha huyu jamaa amemalizwa. Because they were looking for that opportunity. Because they knew now Mogeke is hating them. This is a time to hit this guy. This is a time to kill this guy and then blame it on the other side. Kukasemekana shoot Waruige on site. Na ukimuua kujia 40 million. Tulikuwa na mke wangu hapo. Sasa mke wangu nikaona kaniangalia. Nilikuwa kwa TV. Tulikuwa na bodyguard wangu na watu wengine nilikuwa na hao the confidence wangu.
Sasa wakati TV ilitangaza shoot Waroige on site, nikaona wote badala ya kuangalia TV wakasikia 40 million ya kichwa ya Waroige. Sasa nikaona kitu ya kwanza niliangalia venye mke wangu aliniangalia from toe kupada hivi. Huyu mwingine bodyguard akaniangalia from toe kupada, wakaniangalia. Sasa nilikuta macho yao yote imeniangalia hivi. Shetani akaniambia niwe mareka valio ategithe modo yo no umegiri milioni 40. Hallelujah. Sasa mimi nilipoangalia hivi nikaona venye ameniangalia, na these were the people I trusted, so I walked backward, nikatokea mlango wa nyumba, nikaruka kwenye fence, nikapotea for the next 6 months, sikuonekana hapo tena. You see how God is dealing. When God is dealing with you, He'll make sure that nothing that imekuwa ikihang kwako itahang anytime. Anything that you have, any impurity that it is in you, God will remove it. When he was dealing with Paul, akaambia Paul aliface challenges mzito sana, akachange the most difficult time, mpaka akaenda mpaka kwa Mungu akamwambia, God remove this thorn in my flesh. Then God akamwambia nini? My grace is sufficient. When God is dealing with you, do not go to him to tell him niondolea hii. Hapana, let God do his work. And when you have a challenge, umepata matatizo mengi, mizigo imekaa mingi, don't ask God to remove hiyo mizigo. Ask God to give you bigger shoulders to be able to carry the problem, because God will never remove a problem on you. Most of these problems we are facing, God brought them. Most of these challenges you are facing, God brought them. It is not you. It is not even the devil. It is God, because he wants to purify you. He wants to use you because he knew I am a vessel. He knew that this man, I have to use him. He knew this man was being led, that was leading a huge number of Mungiki members. I was a leader of 4 million people. And therefore, because I have abandoned them, there is no way God will just leave me alone. Then they kept watching over me. The government kept watching over me. The people of the kept watching over me. The church was like this. Baka leo, inimumenyaga. Baka leo kuna mahali naweza ingia kwa mapasta uone wanatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka leo kuna hoteli naweza kuingia, wanasema, bill, waiter, leta bill. Si biro imeleta shida. Anataka kuondokea maana hajui ni nini. Kuna hoteli nyingine nilienda huko na nyuki, nikaigia tu nikaitisha, nilikuwa na vijana 3 hapo. Tukakaa in a strategic point, mahali mzuri tu kwa mlango hivi. Niliona watu wote wakachomoka, mwenyewe akakuja akanisalimia. Munene we mwega, nikamwambia ede mwega. Utoire atia dinaoro. Hii no tokoro tuhiteirie kiama. Nikamuuliza kwa nini? Ugiono kinyite guku ndiramenya kwina kaundu gatari kega, na tondu ndikwenda bara munene ri tabauke. Akanipeleka kwenye counter, akachomoa shilingi 1300, akaniambia bonyite ikireshi muhuko, hizi ni cia muthuri ndathiaga oroguo. Mimi nilikuwa na jaa zangu, kumbe yeye na yeye ako na mawazo, maana the guilty are always afraid. Bwana Yesu asifiwe sana. When God is dealing with you, he will cause people to isolate you. He will cause people to run away from you. He will cause people not to love you. And I struggled. From the world of the church, I struggled. From the world of the people, I struggled. My mother, who used to love me very much, my father, who used to love me very much, when I got saved, they started doubting me. Remember, my mother was fasting for me to get saved. Alikuwa ananiombea mimi niokoke. Lakini wakati niliokoka, maana alikuja akaniuliza, Dora, we na maneno nurahonokire, nuretekerire mwathani fio. The mother who used to come regularly kuja kunitembelea kuangalia kama niko, akakata safari kwa sababu alianza hata yeye kujiprepare kunizika, kwa sababu alijua anytime I am going to die. Alijua anytime I am going to die. I want to tell you today that anytime you have to be prepared for this journey, because you have to die so that God can lift you up. You have to die for God can rise you up. Kumbe ile kitu ya Mugeke, the giant Mugeke that was in me, ndio walikuwa naona this thing dying.
as ilikuwa inaenda ikijiondoa kidogo kidogo, mpaka wakati people were rejecting you, when people are fighting you, when people are against you, there is something they are doing. They are removing the skin ya rejection. When the people are fighting you, wanatoa the skin of isolated. When people have run away from you, wanatoa the skin, until the skin that which is a resurrected skin to be used by God. The resurrection is you dying slowly but sure for a new person that God wants to use to come up. Don't worry of the challenges you are facing. Don't worry of the rejections that you are facing. Don't worry of how people they are looking down at you. When God has chosen you, when God has decided it is you, when God has said he's going to use you, don't try to argue with them. I see most of you trying to argue. Seek God first. Don't seek that position. That position is useless. You are not going any far if you cannot change. You are not going to achieve anything if you cannot change. Don't fight for this position. Let God lift you. I tried to fight for position. Nothing worked. I tried to position myself. Nothing worked. I tried to use my money, the little money I had. Nothing worked until I surrendered. That is when God started working on me. Bwana Yesu asifiwe sana. Until now your pride goes down. Until now that your pride, you sound mimi nasa, ni mimi, like Job, me and my house, I surrender to God. To do a mega crusade just for the soul. I'm happy to see souls coming to God. I'm happy to see souls. When I see people getting saved, I don't preach. Just imagine this. I don't preach. I don't sweat. I just go. Nani anataka kuokoka, and they come. When there are pastors who will even sweat, who will jump, who atajiagusha chini, atajifanya makakara zake, ati ndio watu wakuje. I don't do that. I will just stand and I will tell them a little story, and I will ask them who want to get saved, and they will come. Seek God now that he wants to be. Seek God that he has given you this health that you have. Seek God that now you can breathe. You have children. You are never able to keep up these children. It is only God that has kept them. There are people crying their children are in Mathare. There are people crying their children are in Kamiti. There are people crying their children are in the graves in Langata. Yet God has given you your children, and you cannot afford to voluntarily do his work. You cannot afford to go and rescue a child who is in marijuana, who is in banking, who is in drugs, who is in crime, who is waiting to die tomorrow, anytime. You cannot go even spend your 10 bob with them. Rescue them. Bishop Harrison Nganga came to my house to rescue me. He came driving with bodyguards. He came and rescued me when I was about to die. I was contemplating. I had tried every means to die. Somebody told him, he came and rescued me. That is why I love this man. He came, rescued me. He washed me. He bought me new clothes. He housed me. He paid for my rent. For 1 good year, he paid the rent for me. He took me to class for the Bible study. He later bought me sound system to preach. He has been following me wherever I go. He was in this pulpit to see indeed my son is growing. Never paid a coin. The same man yesterday they wanted to lynch. The same man they wanted to destroy. The same man they wanted to bring down. The same man now is enjoying a chopper. Until you surrender before God. Such women like this one, they come, they sleep here. They sleep here. They are my intercessors. They sleep. Ayorona. Nona kinya modio ni maikarire maikarete ni ko modoni ni guku kairira guku akamodo ginya uthi urari wa raudi ukagonyoka makimatha Ngai. Alizaliwa 1919. Wewe umesaliwa tu 1980. Uyu mutumia ginya muthi uyu aturaga mathaga Ngai. Mutumia ndamuria ne ngumunengera mbeca kijuria ni ciake. Ngimwira ndenda gukurathima. Kijira Ngai ndanjirite unengere mbeca. Ngimwira ndenda mamu ndenda gukunengera mbeca. Kijira Ngai ndari aranjitikiria.
nisiakie uranegera niki urariha. Nikarudisha pesa zangu kwa mfuko. Lakini kuna watu hawawezi kuenda mahali kwa sababu hawajalipwa. Ati kwa sababu umevaa kabuti imeandikwa sijui nini. It is the great shame that will happen to you. It is the greatest destruction that will happen to you until you change and see the greater picture of your God. When you have ever gone because God, you have to be paid for you to go there, it is because you are not yet dead. And the process is not yet even started. I've met Osama. I met Gaddafi. I met the king of Libya. I sat down with them. We planned with them. Jonathan Goodluck, Kikwete, Mandela, all these were my friends. But when God came to my life, He delinked me from any one of them. When He came to my life, He delinked me from money. When He came to my life, He delinked me from fame. He delinked me from anything that I will cling on. Allow God to use you. That is what we call the power of resurrection.